Mtazamaji wa Mtwara Online TV, tunakukaribisha sana kwenye kipindi chetu hiki cha Mtwara Yetu, kipindi ambacho kimebeba falsafa ya Mtwara na uwekezaji. Kipindi chetu hiki siku hii ya leo tumebahatika kukutana na meneja wa ZIC Kanda ya Kusini, ndugu Doto Ismail Kanyoro, na tutazungumza naye hapa mambo kadha wa kadha kwa namna ambavyo shirika hili linavyofanya kazi katika mikoa hii ya Lindi, Mtwara na Ruvuma. Lakini kwa namna ya kipekee tutatamani kuona ni kwa jinsi gani wao wanaishi falsafa hii ya Mtwara na uwekezaji. Jina langu mimi ni Mohamed Kemkem, tuendelee kuwa pamoja na hakika hii ni Mtwara Yetu. Asante sana. Pengine nikukaribishe sana kwenye kipindi chetu hiki Bwana Doto Kanyoro, meneja wa ZIC Kanda ya Kusini. Kipindi chetu hiki ni cha Mtwara na uwekezaji. Tunapolizungumzia ZIC, shirika la bima la Zanzibar, upande wa kanda hii tunazungumzia nini kabisa? Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Awali ya yote kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia ni ushukuru uongozi wa Mtwara Online TV kwa kuona ipo haja ya kutukaribisha kuja kufanya interview hii fupi kwa ajili ya kuelezea nini ZIC inafanya, lakini pia inaishi vipi falsafa ya Mtwara na uwekezaji. Kama ambavyo umetangulia kunitambulisha, mimi naitwa Doto Kanyoro, ni meneja wa kanda shirika la bima la Zanzibar Kanda ya Kusini. Kimsingi, kabla sijaja kwenye swali lako moja kwa moja la tunazungumzia nini ZIC Kanda ya Kusini, nikupe tu overview fupi ya shirika la bima la Zanzibar. Shirika la bima la Zanzibar ni shirika la serikali ambalo linamilikiwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa 100%, na makao makuu yake ipo Zanzibar, lakini shirika hili limetapakaa au limesambaza huduma zake katika nchi nzima kwa mfumo wa kikanda, na ndio maana leo ofisi ya Kanda ya Kusini iko hapa kueleza nini ambacho tunakifanya. Ninaposema ZIC Kanda ya Kusini, maana yake ni kwamba ni ofisi ambayo inawakilisha shirika katika ukanda huu wa kusini ambao umejumuisha mikoa mitatu ya mkoa wa Mtwara, ambapo ndipo ofisi kuu ya kanda inapatikana katika mtaa wa Chikongola pale eneo la Dar es Salaam ndogo karibu na stendi ya zamani, lakini pia tunafanya kazi katika mkoa wa Lindi kuwakilisha kanda pamoja na mkoa wa Ruvuma na wilaya zake zote. Na pengine labda ZIC imekuwa ikitoa huduma zipi hasa hususan katika ukanda huu wa kusini ili kuhakikisha watu wa Mtwara, Lindi na Ruvuma wananufaika? Shughuli kuu za shirika la bima la Zanzibar ni kutoa huduma za bima kwanza. Lakini bima zipi ambazo tunatoa? Shirika linatoa bima za kawaida, tunasema kitaalam general insurance. Tunaposema general insurance tunamaanisha kwamba shirika halihusiki na bima za afya, lakini pia halihusiki na bima za maisha, lakini pia hatutoi bima za kilimo, bado hatujaanza. Bima ambazo tunatoa ni hizi bima za kawaida kwa maana ya property insurance, kama bima za magari, bima za majengo, bima za bonds, lakini pia tuna bima za mashine na mitambo mbalimbali na kadhalika na kadhalika. Nyinyi kama ZIC Kanda ya Kusini ambao mko hapa mkoani Mtwara, tumekuwa tukiishi falsafa ya Mtwara na uwekezaji. Pengine kwenu falsafa hii mmeishi kwa namna ipi katika shughuli zenu za bima mnazozitoa? Falsafa ya Mtwara na uwekezaji kwanza ni falsafa nzuri sana ambayo inalenga kuonesha maendeleo ya mkoa wa Mtwara na namna gani mkoa wa Mtwara unapiga hatua. Na moja ya sera ya shirika la bima la Zanzibar ni kuhakikisha kwamba inatoa mchango katika maendeleo ya nchi hii. Kwa hiyo zinapotokea sera kama hizi za serikali kuhakikisha kwamba kila sehemu ina maendeleo, sisi tunalazimika kuishi hizo falsafa. Tunaishi vipi sasa? Sisi kama nilivyosema awali, kazi yetu ni kutoa huduma za bima. Mtwara imekuwa ikipiga hatua kila leo. Kuna miradi mbalimbali ambayo ipo inatekelezwa na serikali, lakini kuna miradi mbalimbali binafsi ya wafanyabiashara, lakini kuna mali nyingi sana Mtwara ambazo zinaingia katika makundi hayo ya bima ambayo nimeyataja. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kutoa huduma ya bima na kuhakikisha kwamba wakazi wa Mtwara wanalindwa ama kukingwa na huduma zetu za bima, katika kuhakikisha kwamba katika shughuli zao za kimaendeleo ambazo wanazifanya, basi hawawi na wasiwasi kwa kujua kwamba ZIC iko nyuma yao kwa kuwapa kinga bora za huduma za bima katika shughuli zao ambazo wanazifanya. Kwa mfano,
katika miradi mbalimbali ambayo inatekelezwa, miradi ya ujenzi. Sisi tunatoa bima pale, bima za ujenzi zipo, lakini pia kuna wasafirishaji ambao wana vyombo mbalimbali. Sisi tunatoa bima za vyombo vya moto, lakini pia kuna wafanyabiashara tofauti tofauti ambao wanafanya biashara zao tofauti tofauti kama ambao nimeeleza hapo awali. Tuna kinga zao za aina mbalimbali. Kwa hiyo tunaishi vizuri falsafa ya Mtwara na uwekezaji, kuhakikisha kwamba watu wanakuwa salama katika uwekezaji ambao wanaofanya katika mkoa wa Mtwara na kanda nzima. Naam, labda pengine tukimaliza kutoka kwako ili tuzungumze na afisa mwingine, nini upekee wa ZIC ukitofautisha na mashirika mengine? Biashara ya huduma ya bima ni biashara, lakini tofauti na tofauti ya ZIC na taasisi zingine, kipaumbele cha ZIC kwanza ni kutoa huduma, kuhakikisha kwamba inatoa huduma bora ambazo zinakidhi mahitaji ya mteja, lakini pia zenye thamani, zinaendana na thamani ya fedha ambayo anailipa mteja. Utahudumiwa kwa wakati katika kukupatia hiyo kinga ya bima ambayo utahitaji. Tutakushauri kinga gani ya bima ambayo uchukue katika mradi wako ama katika chombo ambacho uko nacho, lakini pia tutakuhudumia kwa haraka kipindi ambacho tunahitaji kukurudisha katika hali ambayo ulikuwepo awali, kwa maana ya upande wa madai, kwa sababu lengo la bima ni kuhakikisha kwamba inamrudisha mteja katika hali ambayo alikuwa nayo awali kabla ya majanga haya kumkuta. Kwa hiyo sisi tutakuja kukagua kabla hujapata majanga, kipindi ambacho unaandikisha bima, lakini ili iwe rahisi kipindi ambacho limetokea tatizo, kama Mwenyezi Mungu atakuwa ametutia changamoto yote, tuje kwa haraka kwa ajili ya kukuhudumia, kuhakikisha kwamba unarudi kwa haraka katika hali yako ya awali. Kuna wadau ambao mnafanya nao kazi katika kushirikiana kwenye shughuli hizi za bima. Una kipi cha kuzungumza nasi? Kama ambavyo nimeeleza awali kwamba Shirika la Bima la Zanzibar limesambaza huduma zake katika maeneo yote ya nchi nzima kwa mfumo wa kikanda, lakini pia tunafanya kazi na wadau mbalimbali katika kuhakikisha kwamba tunasambaza huduma zetu kufikia maeneo yote nchini. Mbali na kutoa huduma zetu moja kwa moja katika ofisi zetu, lakini pia Shirika la Bima la Zanzibar lina mawakala wengi katika nchi hii ambao wamesambaa nchi nzima, lakini pia tunafanya kazi na madalali wengi ambao wako nchi nzima, lakini pia tunafanya kazi na mabenki wakala. Hizi commercial banks ambazo zimepewa leseni na Mamlaka ya Bima Tanzania TIRA kama wasambazaji wa huduma hizi za bima. Kwa hiyo ukihitaji huduma ya bima ya Shirika la Bima la Zanzibar, unaweza ukaingia Tanzania Commercial Bank TCB ambayo iko karibu yako ukapata huduma za bima za Shirika la Bima la Zanzibar. Unaweza ukaingia CRDB Bank ukapata huduma za bima za Shirika la Bima la Zanzibar. Unaweza ukaingia NMB Bank, unaweza ukaingia NBC Bank, unaweza ukaingia Equity Bank na benki nyingine nyingi ambazo tumeingia nazo makubaliano kusambaza huduma zetu kwa ajili ya kuwalisha wateja. Naam, mimi nikushukuru sana kiongozi kwa kuweza kushiriki kipindi chetu hiki, na hakika ili tuweze kupata taarifa mbalimbali zinazohusiana na ZIC hususan katika mikoa yetu ya Mtwara, Lindi na Ruvuma. Asante sana ndugu mtangazaji, na mimi nikushukuru sana. Asante. Pengine kwa nafasi yako Bwana Ali, utajitambulisha kwa jina lako kamili, lakini pia utatueleza pengine una kipi cha kutueleza kuhusiana na bima za moto na bima za magari kabla hatujaenda ukingoni kwenye kipindi chetu hiki. Karibu sana. Asante ndugu mtangazaji, kwanza nishukuru sana kwa kunipa fursa hii leo kwa kuweza kuzungumza na wananchi wa Mtwara na kuwapa faida juu ya masuala mazima ya huduma za kinga katika kipengele hichi cha bima. Mimi kwa majina naitwa Ali Omar Hamisi. Kama alivyosema ndugu mtangazaji, kwa Tanzania yetu takriban tuna watumiaji wengi kwanza wa masuala ya bima mbalimbali katika vipengele vilivyotaja, yani vipengele vya bima za magari pamoja na bima za moto. Kwa kuanzia huduma za bima za magari katika jamii yetu ya Tanzania, kwa tunaona kwamba ina faida kubwa sana kwa watumiaji mbalimbali, kwa wamiliki wa magari hayo, lakini pia madereva wa magari hayo, lakini pia kama jamii ambapo wanatumia katika matumizi yao ya kawaida, lakini pia wanapokuwa kama ni abiria. Kwa upande huu wa bima za magari tunasema kwamba zimegawika katika makundi matatu. Kwanza kuna bima ndogo, third party kitaalamu, lakini pia kuna bima ya kati na kati ambayo ni third party, fire and theft, lakini pia kuna bima kubwa ambayo tunaita comprehensive.
Kwa mukhtasari tukisema kwa third party, maana yake hii inakuja kumkinga mtu wa tatu. Tukisema mtu wa tatu, maana yake tunapoendesha gari letu barabarani tunapishana na magari jirani, magari mengine, lakini sio magari peke yake, kuna bodaboda, kuna bajaji, lakini pia kuna watumiaji wenzetu wengine wa miguu wanaotembea kwa miguu. Kwa hiyo lakini pia tukisema mtu wa tatu, tuna rasilimali ambazo zinapatikana pembezoni mwa barabara. Hizi ni mtu wa tatu. Kwa hiyo kama gari imekatiwa bima ndogo halafu ikasababisha majanga au madhara kwa hawa watu watatu tuliowataja, tunasema kwamba bima hili itatumika kuhakikisha kwamba inalipa fidia kulingana na uharibifu ambao umepatikana. Lakini bila kumsahau pia kuna mtu wa tatu mwingine ambaye ni abiria anapopanda katika gari kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Anatakiwa pia ajue kwamba ana haki ya kudai endapo atapata matatizo anapokuwa safarini katika gari ile ambalo ameipanda. Kikubwa ni kwamba anatakiwa adhibiti tiketi yake, asipoteze, kuhakikisha kwamba tokea mwanzo wa safari mpaka mwisho wa safari tiketi anabakia nayo, kwa sababu kile ndio kidhibiti muhimu zaidi endapo kwamba atapata majanga barabarani au atapata ajali barabarani. Kwa upande wa pili tulisema kwamba kuna bima kubwa. Hii bima kubwa maana yake inamkava huyu mtu wa tatu ambaye tumemzungumzia mwanzo, lakini pia tunaongeza na gari lenyewe ambalo limekatiwa bima. Sawa? Kwa hiyo endapo kumetatokea ajali, maana yake ikiwa amekata bima kubwa, litalipwa fidia gari lenyewe, lakini pia wale ambao wamesababishiwa, ikiwa ni watembea kwa miguu au wamegonga gari jingine, au kama ni abiria wameathirika wale katika gari hilo. Yes, hivyo itakuwa ni bima kubwa inafanya kazi. Kitu ambacho kinazingatiwa katika bima hizi, dereva. Mara nyingi inakuwa katika jamii kuna maswali mengi kwamba dereva kwa nini hazingatii katika bima kubwa? Kwa tunajua kwamba katika bima dereva tunamzingatia kwamba ni mwajiriwa. Hivyo basi tunawashauri wamiliki wa magari, ikiwa ni binafsi au ni makampuni, basi na dereva wamzingatie katika kumkatia bima ambayo ipo special kwa ajili yake, ambayo tunasema ni group personal accident au tunasema ni personal accident ikiwa ni dereva mmoja. Naam. Na pengine tumesikia hapa kuna bima za moto. Hizi bima za moto zinakuwa za namna gani na huduma zake zinakuwaje, hususan zinapotolewa? Tukizungumzia bima za moto, ni bima ambazo tunakata kutokana na majengo mbalimbali. Majengo yanaweza kuwa ni nyumba za kuishi au sehemu za biashara, viwanda na kadhalika. Na kitu ambacho kinazingatiwa zaidi katika bima ya moto ni hasara ambazo zinatokana na moto wenyewe, lakini pia hasara ambazo zinatokana na milipuko, inawezekana ya umeme au na vifaa ambavyo vinatumika katika viwanda mbalimbali. Lakini pia tunazingatia zile natural disasters, ikiwemo majanga ya mafuriko, matetemeko la ardhi na kadhalika. Pengine sasa wito wako kwa jamii na wadau ambao wanatufuatilia kupitia kipindi chetu hiki cha Mtwara Yetu siku hii ya leo, kwako una kipi cha kuwaambia? Kama jamii, mimi nitoe ushauri kwa mwananchi, sio tu wa eneo letu la kusini mwa Tanzania, lakini wa Tanzania kwa ujumla. Sasa hivi Zanzibar Insurance ZSC ipo katika maeneo yote ya Tanzania. Kwa hiyo ni wajibu wako kutembelea matawi mbalimbali kwa ajili ya kwenda kujipatia kinga dhidi ya majanga mbalimbali. Na uzuri ni kwamba kitu chochote ambacho unakithamini au kina thamani ya fedha, basi unaweza kukatia bima, na sisi tupo kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Mimi nikushukuru sana kwa kuweza kushiriki kipindi hiki na tutawakaribisha tena siku nyingine. Asante sana. Asante sana. Na mtazamaji wa Mtwara Online TV, bila shaka umeweza kuona ni namna gani ambavyo kipindi hiki kimegusa na kuzangazia mambo kadha wa kadha yanayohusiana na shirika hili la Zanzibar Insurance ama shirika la bima la Zanzibar, shirika ambalo kwa upande huu wa kanda ya kusini linajikita kufanya kazi katika mikoa mitatu ikiwemo Mtwara, Lindi na Ruvuma. Na siku hii ya leo tulipata fursa ya kuzungumza nao kuhusiana na mambo kadha wa kadha ambayo yanaenda kuzungumzia ni namna gani wanavyoishi falsafa ya Mtwara na uwekezaji na namna gani wanavyotoa huduma zao za bima hapa mkoani Mtwara, Lindi na Ruvuma. Mimi sina la ziada, langu jina ni Mohamed Kemkem na niwashukuru sana kwa kuweza kuwa pamoja nasi kwenye kipindi chetu hiki cha Mtwara na uwekezaji. Asante sana.